na vipindi vilivyotangulia. Na kipindi hiki kama kilivyotambulishwa ni kipindi cha uwakili. Na katika uwakili leo tena tunaendelea kuangalia sehemu ya pili ya yale mambo makubwa manne ambayo kwayo tunawajibika kwa Mungu kama mawakili wake. Kwa wale wanaotufuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii, tunawakaribisha tena kwa mara nyingine tunapoendelea kutafakari na kujikumbusha na kukumbushwa ya kwamba kila mwanadamu katika dunia hii, kila mwanadamu, wewe hukutokea kwa bahati. Upo kwa sababu ya mpango, na mpango huo ni mpango wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu baada ya Mungu kuumba dunia na vyote vilivyomo, alipomaliza katika Mwanzo 1:26, Biblia inasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mfano wake na kwa sura yake, ili huyo mtu aliyefanywa, huyo mtu aliyeumba awe msimamizi, awe mtawala, awe mtunzaji wa vile vyote ambavyo Mungu aliviumba. Ndio maana akamweka mwanadamu atawale wanyama, atawale samaki, atawale ndege, atawale nchi yote, na atawale na vile vinavyotambaa. Mwanadamu avisimamie, mwanadamu aviangalie, mwanadamu avitunze. Lakini bado anapofanya wajibu huo, anaufanya kwa niaba ya mmiliki mkuu ambaye ni Mungu. Na baada ya dhambi kuingia, Mungu amempa mwanadamu mambo makubwa manne ya kusimamia kama wakili wake. Na jana katika kipindi chetu kilichopita tuliona mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ambalo mwanadamu amepewa la muhimu sana kusimamia ni mwili wake mwenyewe. Tuliona katika Biblia, na nipende kwa faida ya wale ambao hatukuwa nao jana, kupitia aya hizi chache. Moja ni katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 na ile aya ya 19 na ile ya 20. Mwenyezi Mungu anasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Maana wala ninyi si mali yenu wenyewe, kwamba mwili ulio nao sio mali yako wewe mwenyewe, ni mwili uliopewa, uliyekabidhiwa na Mungu. Na kwa sababu hiyo Mungu anatamani kuona kama wakili, kama msimamizi wa mali za Bwana, ukiuangalia na kuutunza mwili wako vizuri. Kwa sababu aya 20 inasema, maana mlinunuliwa kwa thamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Kwa hiyo Mungu anatamani kuona kama mawakili wake tuliaminiwa na yeye kupewa mali ya maana kuliko nyingine zote, miili yetu. Tamani kuona tukiitunza, na hii miili tukiilisha, tukiinywesha, tukiivisha, tukiipamba na kuitumikisha kama yeye Mungu anavyotaka. Kwa maneno machache ni kwamba chochote tunachokifanya kwa miili yetu, Bwana anatamani kilete utukufu kwake. Na ili hilo litendeke, lazima yale yote tunayoyafanya kwa miili yetu yapatane na mapenzi ya Mungu. Na ikiwa liko jambo Mungu amesema hilo hapana, usifanye, azimia kutokufanya. Maana ukifanya vinginevyo unahesabiwa hatia. Ni hatia gani unayohesabiwa? Wakorintho wa kwanza 3 na ile aya ya 16 na ile ya 17. Wakorintho wa kwanza 3 na ile aya ya 16 na ile ya 17. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu
na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni nini? Ni takatifu, ambalo ndilo ninyi, ambalo ndilo sisi, ambalo ndilo mimi, ambalo ndilo mimi. Kwa hiyo tunapoiharibu mali hii ya thamani sana kwa Bwana kuliko mali nyingine zilizotukabidhi, miili yetu, tunahesabiwa hatia ya kuharibu mwili wa Mungu, hatia ya kuharibu hekalu la Mungu. Na wale wote wanaofanya hivyo, Bwana anatangaza, anasema watu wa namna hiyo, saa yaja Mungu atawaharibu. Mungu atawaharibu, saa yaja Mungu atawaangamiza. Mungu atawaangamiza. Na ili tuwe salama, basi tukumbuke kwamba tunawajibika kwa uwakili wa miili yetu. Lakini pia jana tuliona jambo la pili ambalo kwa hilo tunawajibika kwa Mungu, ni uwakili wa mali. Tunawajibika kwa Mungu kwa mali anazotupatia. Kumbuka yeye ndiye muumbaji wa kila kitu. Chochote unachokiona, iwe ni miti kwa aina zake, iwe ni ndege kwa aina zake, wawe ni wanyama kwa aina zao, wawe ni samaki, nawe ni madini kwa aina zake, vyote hivyo vimeumbwa na Mungu, na Mungu ameviweka katika mikono yetu, na anatujalia kila mmoja kwa kadiri ya uwezo wake, kwa kadiri ya utafutaji wake, kwa kadiri ya uwajibikaji wake, kuwa na uwezo wa kumiliki kiwango fulani cha mali, kuwa na uwezo wa kumiliki. Sasa kadri unavyomiliki, moja kati ya mambo muhimu ambayo tuliyaona katika jambo hili ni ujumbe huu wa Mungu ulioandikwa katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 6 na ile aya ya 19 mpaka ile ya 21. Mathayo sura ile ya 10, Mathayo sura ile ya 6, Mathayo 6 aya ya 19. Moja kati ya mambo muhimu ambayo hatutakiwi kuyasahau juu ya uwakili wetu wa mali tunapoendelea kuwajibika kwa Mungu wetu katika dunia hii, ambaye kwa kweli yeye ndiye mpaji wa kila baraka, wa kila mali tunayoipata katika maisha haya. Anasema, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeni hazina mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Na moyo. Kwa hiyo tuliona katika kipindi chetu kilichopita namna ambavyo Mungu anatutaka kama mawakili wake, pamoja na umiliki tunaoweza kuwa nao wa vitu kadha wa kadha, wa mali kadha wa kadha katika dunia hii, tusisahau pia kujiwekea hazina mbinguni. Na niwakumbushe ya kwamba Mungu ametuwekea njia kuu 4 za kuwekeza mbinguni. Njia kuu 4. Tutakuwa na mada fulani huko mbeleni itakayofafanua namna ya uwekezaji wetu mbinguni. Lakini kumbuka, njia ya kwanza iliyotuwekea Mungu ambayo tutatakiwa kuitumia ili kuweka hazina zetu za mbinguni ni kupitia utoaji wetu wa zaka na sadaka. Bwana anapokubariki ukaleta zaka yako kwa uaminifu na kwa ukamilifu katika ghala lake ambalo ni kanisa, naam, wewe unakuwa umewekeza mbinguni. Lakini njia ya pili ya kuwekeza mbinguni ni kutumia vizuri baraka zilizokupatia Bwana, kuyabariki maisha yako na maisha ya familia yako. Maisha ya familia, Bwana anapokubariki, tumia vizuri hizo baraka, kuyabariki maisha yako, kuishi maisha, naam, kuishi, tumia vizuri kuishi wewe na wale wanaokutegemea, wewe na familia yako. Lakini njia ya tatu ya kuwekeza mbinguni ni kupitia kuwa baraka kwa wale walio wahitaji. Unapowasaidia wale walio wahitaji katika shida zao, katika uhitaji wao, hicho ulichokifanya, kumbuka umeweka mahala salama, maana umeweka katika hazina ya Mungu mbinguni. Lakini njia ya 4 ni kuitikia miito mbalimbali ya kazi ya Mungu. Na miito inapotolewa kwa ajili ya kuiunga mkono na kuisaidia kazi ya Injili, miito mingine ya ujenzi wa makanisa, miito mingine ya mahubiri ya hadhara, miito mingine ya kununua vitabu na kugawa, na miito mbalimbali. Unapoitikia miito hiyo, kumbuka kile ulichokifanya kimewekwa mahala salama katika hazina yako mbinguni, katika hazina yako mbinguni. Umejiwekea hazina yako mbinguni, umejiwekea hazina yako mbinguni. Sasa leo
niwaalike walau tupitie mambo mengine mawili yaliyobaki ambayo kwa hayo tunawajibika kwa Mungu kama mawakili wake. Jambo la tatu ambalo kwa hilo tunawajibika kwa Mungu, kwa uwakili wa talanta. Wajibika kwa Mungu kwa talanta zetu alizotupatia. Mungu ametupatia majaliwa ya namna mbalimbali. Jambo la kwanza, ametupatia majaliwa ya karama, lakini pia ametupatia majaliwa ya talanta. Sasa karama ni nini? Karama ni vipawa au vipaji ambavyo Mungu anawapatia wanadamu katika kanisa. Roho wa Mungu anagawa kwa wanaume na wanawake katika kanisa, ili kupitia kwa karama hizo zinapoingizwa kazini, zinapoingizwa kwenye utendaji, kazi mbalimbali zilizokusudiwa na Mungu kufanyika ili kulijenga kanisa lake, ili kujenga ufalme wake, basi kazi hizo ziweze kufanyika, ziweze kutekelezeka. Na kwa sababu watu wanachanganya sana juu ya karama na talanta, kuna kuchanganyikiwa kwingi juu ya karama na talanta, na Biblia imetuandikia kuwepo kwa karama yumkini kama 28 hivi, kwa sababu ni mada fulani iliyokwisha kuitoa huko nyuma, lakini basi nipende kurejea kwa ajili ya faida ya wanamkutano tulioko hapa siku hii ya leo na wale wasikilizaji wetu wanaotufuatilia kutusikiliza. Naam, karama miongoni mwa karama ambazo Mungu ameweka katika kanisa lake zimeandikwa katika kitabu cha Warumi sura ya 12 na ile aya ya 6 mpaka ya 8. Warumi 12 aya 6 mpaka ya 8. Ukisoma pale utakuta kuna karama ya unabii. Hiyo ni karama. Na unabii ni kusema maneno yaliyovuviwa. Waweza kusema maneno yaliyovuviwa, na anayevuvia ni nani? Roho Mtakatifu, maana ndiye anayeongoza katika utoaji wa karama, lakini pia ndiye anayeongoza utendaji au katika matumizi ya karama zetu. Kwa hiyo moja, kuna unabii au prophecy, lakini pia karama ya pili ni huduma au ministry. Huduma hizo ni karama, nitazipitia, sina muda wa kuzifafanua katika siku hii ya leo. Lakini karama ya tatu ambayo Mungu amewapatia watu katika kanisa lake ni karama ya kufundisha, teaching. Karama ya 4 ni kuonya, exhortation. Karama ya 5 ni kukirimu au ukarimu, giving. Hizo ni karama. Karama ya 6 ni kusimamia au leadership. Karama ya 7 ni kurehemu au rehema, Wakoroni wakiita mercy. Karama ya 7 ni hekima au wisdom. Hizo 7 nilizotaja mpaka hapo kurehemu zinapatikana kwenye Warumi sura ile ya 12, naam, na ile aya 6 mpaka ya 6 kuendelea. Lakini pia ziko karama nyingine ambazo zimetajwa katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya 8 mpaka ya 10, lakini pia na aya 28 ambapo tunapata karama ya 8 ambayo ni hekima au wisdom. Lakini pia karama ya 9 imani au faith. Karama nyingine ya 10 ni maarifa au knowledge. Lakini pia karama ya 11 ni kuponya au healing. Karama ya 12 ni matendo ya miujiza, miracles. Karama ya 13 ni kupambanua roho, discerning of spirits. Karama ya 14 ni kunena kwa lugha, speaking in tongues. Karama ya 15 ni kutafsiri lugha, interpretation. Hiyo nayo ni karama. Karama ya 16 ambayo Biblia imeitaja katika aya 28, katika 28 ni utume, apostle. Karama ya 17 ni masaidiano au kusaidia, helps. Karama ya 18 ni uongozi au administration. Karama nyingine zinapatikana katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 na ile aya ya 11, ambayo hii ni ya 19 katika mfululizo wa karama ambazo Mungu ameziweka katika kanisa lake. Ni karama ya uinjilisti au evangelist. Karama ya 20 ni uchungaji, pastoring. Karama ya 21 ni
ambayo imeandikwa Wakorintho wa kwanza 7 na ile aya ya 7 ni useja au celibasi. Lakini pia iko karama ya umaskini kwa kutoa mali yote kuwapa wengine. Unakuwa masikini ili wengine watajirike, ili wengine wabarikiwe, ikiitwa voluntary poverty, ambayo iko kwenye Wakorintho wa kwanza 13 na ile aya ya 3. Lakini pia katika Wakorintho hiyo kwanza 13 na aya 3 tunapata karama ya 23 ni kujitoa kufa kwa ajili ya Kristo, martyrdom, kuwa tayari kufa kwa ajili ya Kristo, kuwa tayari kufa kwa ajili ya imani yako kwa Mungu, kuwa tayari. Lakini karama ya 24 ambayo imeandikwa kwenye Biblia ni umishonari au missionary. Lakini basi ziko karama nyingine watu wazipata ni kwenye kitabu cha Waefeso 3 aya ya 6 mpaka ya 8, ikiwemo ambayo ni karama ya 25 kwenye orodha yetu, ukaribishaji au hospitality. Karama ya 26, karama ya maombezi, uingiliaji kati kuombea watu wengine, ikiitwa intercession. Karama ya 27, utoaji wa mapepo, casting out demons au exorcism. Naam. Lakini pia kwa hiyo hizo ni karama. Hizo ni karama. Nimetaka tu kupitia ili tuelewe, na hasa ninapozungumza juu ya habari ya talanta, kwamba tunawajibika kwa Mungu kama mawakili wake juu ya kitu kinachoitwa talanta, kwa sababu kuna tofauti kati ya karama na talanta. Karama ni vipawa au vipaji ambavyo Mungu anawapatia wanadamu wale wanaomwamini katika kanisa lake, ili kupitia kwa karama hizo uwezo wa namna mbalimbali kama nilivyokwisha kuzitaja kwa haraka, na kazi mbalimbali Mungu alizokusudia zitendeke katika kanisa lake ziweze kutendeka. Lakini talanta ni nini? Talanta ni vipawa au vipaji ambavyo Mungu amewapa wanadamu wote, lakini kwa viwango tofauti. Yaani ili mradi tu wewe ni mwanadamu, haijalishi una dini au huna dini, unamcha Mungu au humchi Mungu, Mungu ameweka kwako mali zake zinazoitwa talanta. Ndio maana moja kati ya mafundisho muhimu sana ambayo Yesu aliyaeleza alipokuwa hapa duniani ni pamoja na fundisho juu ya talanta, ambalo habari zake zimeandikwa kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 25 ukianzia aya ya 14 mpaka ya 30. Tasoma tu aya chache, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake, akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Akasafiri. Kwa kisa kinaeleza juu ya mtu aliyekuwa na miliki mali, lakini saa ilifika akatamani kusafiri, na anaposafiri hakuondoka na mali zake. Hapana, akaziacha katika mikono ya watumishi wake, akaziacha. Na baada ya kuhakikisha hao watumishi kila mmoja amepokea, na kila mtumishi Biblia inasema alipokea kwa kadiri ya uwezo wake. Uwezo gani? Uwezo wake wa kutumia. Kwa kila mmoja alijipima kwamba je, uwezo wangu wa kutumia ni kiasi gani? Kwa yule mwenye aliyepewa 5 aliona huo ndio uwezo wake wa kutumia. Yule aliyepewa 2 aliona ndio uwezo wake wa kutumia. Aliyepewa 1 na yeye pia aliona, Bwana, kwa kweli mimi kwa hali ninayoiona ya maisha yangu na matumizi ya muda wangu, ninavyopenda kulala 1 inatosha. Basi akapewa. Aya ya 19, baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Kwa hiyo wakaja kila mmoja, aliyepewa 5 anamwambia, Bwana, tazama, uliweka kwangu 5, lakini nimechacharika, nimeingia kazini huko na huko. Tazama, kwa kufanya kazi talanta hizi zimezalisha faida nyingine 5. Na yule mwenye, kwa hiyo akapongezwa na bwana wake. Na yule mwenye 2 naye akaja akamwambia, Bwana, tazama, uliweka kwangu talanta 2, naam, lakini sikukaa wala kulala, niliingia kazini, na tazama, kwa kufanya kazi zimezaa faida nyingine 2. Na yeye akapongezwa na bwana wake. Lakini akaja yule aliyepewa 1,
aliyepewa moja, ambaye habari zake ukisema ukianzia aya ile ya 24 ya Mathayo 25, akaja na yule aliyepokea talanta moja akasema, Bwana, 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 nalitambua ya kuwa wewe, moja, mtu mgumu, mtu mgumu; mbili, wavuna usipopanda; tatu, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa kwa sababu ya hayo naliyoyajua juu yako, mimi nikaogopa. Nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Aya 26, Bwana akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mregevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoa riba. Watoa faida unaiwekeza huko ili izae faida, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Kwa hiyo Bwana anayezungumziwa katika mfano huu kwa ufupi ni Yesu Kristo. Yeye ndiye Bwana aliyesafiri, na tunajua alikokwenda, maana katika Yohana 14 aya kwanza mpaka ya 3 anatukumbusha kwamba amekwenda kuandaa mahali, na kwamba saa yaja atakuja tena. Na anapokuja sasa, kila mmoja atatoa taarifa namna alivyotumia talanta ambazo Bwana alimpatia. Je, zimezaa faida? Maana yeye anataka anapokuja akute na faida. Na ndio maana tunawajibika kwa Mungu kama mawakili wake, kila mwanadamu, juu ya matumizi ya talanta alizotupatia Bwana. Na kwa ufupi, Bwana ametupatia wanadamu talanta kuu 8. Na katika kuleta uelewa sahihi, kwa sasa nitazitaja tu, lakini pengine huko mbeleni tutapata muda, lakini muda utatosha hasa tulionao kwa ajili ya mkutano huu kuzifundisha talanta zote hizi. Lakini kubwa kipo kitabu kimeandikwa, kinaitwa Talanta Yako. Je, unaijua na kuitumia ipasavyo? Tamani kupata nakala ya kitabu hiki, kitakusaidia, kitakupatia upana, uelewa sahihi juu ya namna moja, kuelewa talanta zako, lakini mbili, namna ya kuzitumia, kwa sababu mpango wa Mungu ni kwamba kila talanta aliyokupatia katika ili izae faida, lazima uitumie moja kuibariki kazi yake, kazi ya Mungu, lakini mbili, kuyabariki maisha yako mwenyewe na familia yako, na tatu, kuwabariki wanadamu wengine. Na kama nilivyotangulia kusema, Bwana ametupatia wanadamu wote talanta hizi kwa viwango tofauti. Ametupatia kwa viwango tofauti. Talanta ya kwanza aliyotupatia Bwana wanadamu wote ni kitu kinachoitwa nguvu. Nguvu ni talanta ya maana. Ndio maana katika Luka 10:27 Bwana anatukumbusha ya kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote. Kwa hiyo lazima tumia nguvu zako kuonyesha kwamba unampenda Mungu, lakini pia uzitumie kuyabariki maisha yako. Talanta ya pili ambayo Mungu ametupatia wanadamu, lakini kwa viwango tofauti, ni uwezo wa akili, intelligence. Mungu ametupatia uwezo wa akili kwa viwango tofauti. Ndio maana hata wale tulio kwenye umati huu tulioko hapa, tukipewa mtihani hapa, tutampata wa kwanza, lakini hatutakosa wa mwisho. Halo? Hatutakosa wangapi? Hatutakosa wa mwisho, lakini pia hatutakosa wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ametupatia akili kwa viwango tofauti. Hata wale wanaodhania kwamba wana akili nyingi, mnaowaita magenius, bado kiwapa mkutiani, bado yuko wa kwanza, na bado yuko wa mwisho, hata katikati ya magenius bado. Kwa nini? Kwa sababu tumepewa kwa viwango tofauti, na Mungu atamani kuona tukitumia akili tulizo nazo. Labda tu niseme kwa ufupi ya kwamba pamoja na yote unayoyafanya, lakini matumizi mazuri ya akili yako yataonekana tu ikiwa pamoja na mengine yote unayoyafanya, lakini utaitumia akili yako kukusaidia kumjua Mungu na kuyajua mapenzi yake,
ili mwisho uweze kuokolewa. Yaani hata kama una akili nyingi kiasi gani, naam, lakini kama haitakusaidia hiyo akili ulio nayo, hizo akili ulizo nazo, kuokolewa ni sawasawa hukuwahi kupewa kitu. Wewe kupewa kitu. Kwa hiyo tumia. Na kumbuka, akili ya mwanadamu inakuzwa kwa wema au kwa ubaya. Inakuzwa na vitu gani? Na yale mambo unayopenda kuyaona kupitia kwa macho yako. Akili yako inakula. Na akili yako inajengeka kwa wema au kwa ubaya. Akili yako, mambo unayopenda kuyasikia au unayosikiliza, hizo nyimbo, hiyo muziki, huo umbea, mambo unayosikiliza hayo yanaijenga akili yako kukufanya kuwa mtu mwema au kukufanya kuwa mtu mbaya. Lakini pia yale mambo, vile vyakula unavyopenda kula na vinywaji, na vyenyewe vina mpango, vina kazi kubwa ya kuijenga akili yako kwa wema au kwa ubaya. Lakini pia yale unayopenda kufanya, shughuli unazopenda kufanya, hizo unazofanya zinaijenga akili yako. Lakini hata vile unavyopenda kunusa, vyote pia vina mchango wa kuijenga akili yako. Na kwa sababu hiyo, ili tuwe na akili njema, lazima tuzuie kila mlango unaotuelekeza kuonaona, kupenda kusikiliza, kufanya mambo mabaya ambayo Mungu ametukataza. Kwa nini? Kwa sababu kwa kuona na kwa kusikiliza na uzoefu wa kutenda tunabadilishwa kwa wema au kwa ubaya. Kwa hiyo huo ni uwezo wa akili. Utapata nakala yako kitabu, utasoma kwa uzuri zaidi. Lakini pia talanta nyingine aliyotupatia Mungu kwa viwango tofauti ni uwezo wa kusema au msemo. Uwezo wa kusema. Kumbuka, wako watu ambao wamenyimwa uwezo huu. Tunao watu wanaoitwa mabubu, wasioweza kusema. Na Mungu ametupatia uwezo huu, na natamani kuona tukiutumia vizuri. Na kama kuna uwezo ambao Mungu ametupatia au talanta aliyotupatia wanadamu ambayo ni ya maana sana katika matumizi yake, ni uwezo wa kusema. Maana kwa kusema, naam, tunashawishi wengine kwa wema au kwa ubaya. Tunawafundisha wengine, tunawaelekeza wengine, tunawatia moyo wengine au kuwavunja moyo wengine. Kwa kusema tunabariki au tunalaani. Kwa kusema yako mengi katika talanta hiyo. Kwa hiyo nayo kama Mungu anatamani kuona tukitumia uwezo huu vizuri, ili uwe baraka kwa kazi ya Mungu, uwe baraka kwetu wenyewe, lakini pia uwe baraka kwa wanadamu wengine. Lakini pia talanta nyingine ambayo Bwana ametupatia ni talanta ya wakati. Wakati ni talanta ya maana ambayo Bwana ametupatia, tunatakiwa tuutumie vizuri. Lakini pia ni nyanja muhimu ya 4 ya uwakili wetu. Nitaizungumzia kidogo hapo mbeleni. Talanta nyingine ambayo Bwana ametupatia ni mali, ambayo tunatakiwa kuitumia vizuri, kuhakikisha kwamba tunaepuka tamaa, kama tulivyofundishwa kwenye kipindi kilichopita cha ujasiriamali, kwamba watu wengi, naam, kwa sababu ya pupa, naam, kwa sababu ya tamaa, tunaharibu mafanikio yetu, tunaishia kupata hasara. Tunatamani utajiri wa haraka, na matokeo yake tunaishia kuanguka na mambo yetu mengi kutokufanikiwa. Lakini basi, talanta nyingine ambayo Bwana ametupatia ya muhimu kabisa ni kitu kinachoitwa afya. Na hii ni talanta ya muhimu mno. Maana ili vingine vyote viweze kufanya kazi, nguvu zako zifanye kazi, akili yako ifanye kazi, uwezo wako wa kusema uwe baraka kwa kazi ya Mungu, kwako mwenyewe na kwa wanadamu wengine, na hata mali ulizo nazo ili ziwe baraka kwa kazi ya Mungu na kwako mwenyewe na kwa wanadamu wengine, lazima uwe na afya njema. Na kwa sababu hiyo tunatakiwa kuhakikisha kwamba tunalinda na kutunza afya zetu vizuri kama mawakili wa Bwana, maana tunawajibika kwa Mungu katika jambo hili. Na ili basi tuweze kuwa na afya njema, lazima tuzingatie katika maisha yetu ya siku kwa siku, tuishi kwa kuzingatia kanuni kuu 8 za asili za afya. Hizo kanuni ya kwanza, ulaji wa chakula bora. Hakikisha unakula chakula bora, sio unakula tu chakula, hapana, chakula bora. Na chakula bora lazima kiwe na aina zote kuu, yumkini nadhani 5 za vyakula. Hakikisha kwamba unapata protini,
Kisha kwamba unapata wanga, kisha kwamba unapata madini, kisha kwamba unapata vitamini. Naam, aina hizo zote zipatikane kwenye ulaji wako, na ndipo utakapokuwa na afya njema. Lakini pia kanuni ya pili ya muhimu kuzingatia ili tuwe na afya njema, hakikisha kwamba unakunywa maji kwanza salama, lakini pia ya kutosha. Nakumbuka kadri mwili wako unavyokuwa mkubwa ndivyo pia unavyohitaji maji mengi. Lakini basi wataalamu wanatuambia utakiwe kupungukiwa walau lita 2 mpaka 3 kwa siku. Sasa kuna watu wengine hawanywi maji, na maji yakishapungua tu mwilini, jambo la kwanza ni kichwa kuuma. Lakini jambo la pili, ukienda haja ndogo, basi kile unachotoa unashangaa ni njano, inatoa vitu kama damu. Sasa maji yana mchango mkubwa, maana ndiyo yanayosaidia virutubisho mbalimbali kusafiri kwenda kwenye chembe mbalimbali za mwili. Maji. Lakini pia maji ndiyo yanayoshughulika na kutoa uchafu ulioko ndani, lakini bado tunatakiwa kuoga ili pia tutoe uchafu ulioko nje, na vyote tunatumia maji. Lakini basi kanuni nyingine ya muhimu ili tuweze kuwa na afya njema ni kupata mwanga wa jua. Mwanga wa jua, wataalamu wanasema una vitamini D ambayo ni ya muhimu sana kwa ajili ya afya zetu, na hasa kwenye mifupa yetu. Hakikisha unapata vitamini D. Niliwahi kusoma mahala fulani nikashangaa kwamba sisi watu weusi, ili kupata dozi ya kutosha kwa siku, unatakiwa kuwa juani, aidha kukaa juani au kutembea juani au kufanya kazi juani walau kwa nusu saa kwa siku ili kupata dozi ya kutosha. Lakini mwandishi huyu akawa ameandika wenzetu weupe wanahitaji tu dakika 10 kupata dozi ya kutosha. Sasa nikashangaa. Mimi nikadhani hii ngozi yetu inayo sharabu ina sharabu mwanga. Ina aksi na sharabu. Ina sharabu mwanga. Kwa sababu ina sharabu, na maana ni kama inapokea, tungehitaji dakika kidogo, lakini tunahitaji nyingi. Alafu ile nyeupe inayo aksi. Maana kuna kuaksi na kusharabu. Inahitaji tu dakika kidogo. Lakini basi mwanga ni wa muhimu kwa ajili ya afya zetu, na bado tunashauriwa mwanga huo bado turuhusu uingie hata katika nyumba zetu. Unapojenga hakikisha nyumba yako madirisha yanakuwa wazi, mwanga uingie. Mwanga ni dawa muhimu kabisa kwa ajili ya afya yako. Lakini pia kanuni nyingine ni kupata hewa safi. Na watu ambao kwenye vyumba vyao tangu madirisha yalipofungwa tarehe 1 mwezi wa 3 yataendelea kufungwa mpaka tarehe 31. Mchana yamefungwa, usiku yamefungwa. Hapana, takiwa madirisha yafunguliwe, na hata tunapolala turuhusu mzunguko wa hewa chafu itoke, hewa safi iingie. Kwa hiyo kanuni za afya. Kanuni nyingine ya muhimu ni kufanya mazoezi. Ili tuweze kuwa na afya njema lazima tufanye mazoezi, na mazoezi tunayapata kwa kufanya kazi, lakini pia kwa mazoezi mengineyo ya viungo, fanya kazi mashambani na kwingineko, kuendesha baiskeli, kufanyeje, kukimbia. Tunapata mazoezi. Miili yetu haikuumbwa ili ikae tu kivivu. Ili tuwe na afya njema lazima mwili ushughulishwe. Kwa shughulisha mwili wako kwa ajili ya afya yako. Vinginevyo mwili utakumbwa na kitu kinachoitwa uchakavu. Chochote kinachokaa bila kufanya kazi, hata kama ni nyumba ikijengwa nzuri ndio, lakini hakuna mtu anaishi ndani yake, hakuna anayefagia, utashangaa ndani ya muda mchache imeanza kuchakaa. Hata kama ni gari ukiliegesha tu mahala, hakuna anayeliwasha wala kulipasha, ndani ya miezi kadhaa unashangaa limechakaa. Ndivyo pia ilivyo kwa miili yetu, kwamba viungo vyetu havikuumbwa, Mungu hakutuumba ili tukae kivivu. Ndio maana Adamu katika ulimwengu wenye utele wa kila kitu bado alitakiwa aushughulishe mwili wake, na ndio maana alipewa kazi ya kulima bustani. Na hiyo ilikuwa na msaada mkubwa wa kujenga mwili wake, na hata leo bado kufanya kazi ni tiba kwa magonjwa yetu. Na kufanya mazoezi ni dawa. Mtaalamu mmoja aliwahi kuandika mahala, anasema hakuna dawa inayotibu magonjwa mengi
yanayomsumbua mwanadamu kama mazoezi. Magonjwa mengi yanayotusumbua yanaweza kupona, yanaweza kutibiwa, si kwa vidonge, lakini kwa mazoezi. Kwa lazima ili tuwe na afya njema tufanye mazoezi. Lakini pia jambo jingine muhimu, ili kuwa na afya njema, hakikisha unapata pumziko. Pumziko. Pamoja na kufanya kazi mchana, ndio usiku basi ulale, upumzike. Lakini pia Mungu ametupatia, tuambia siku zote tufanye kazi, lakini siku moja, siku ya saba, siku ya Sabato tuweze kupumzika. Jambo jingine muhimu, ili tuwe na afya njema, lazima kuishi maisha ya kiasi. Maisha ya kiasi. Sasa neno kiasi halina maana ya kufanya vitu fulani kidogo kidogo. Neno kiasi lina maana ya kutumia kwa halali, kwa viwango vinavyokubalika, vile vyote ambavyo Mungu ameruhusu tuvitumie au tuvifanye, na kutokutumia au kutokufanya kabisa chochote ambacho Bwana amesema usifanye, chochote ambacho Bwana amesema usile, chochote ambacho Bwana amesema usinywe, hivyo usiguse wala usifanye. Hayo ndiyo maisha ya kiasi. Kisha kwamba yale ambayo Bwana ameturuhusu basi tunayafanya kwa viwango vinavyokubalika. Unajua kula wali maharage sio dhambi, lakini ukila bila kiasi, hivi utavimbiwa, utavembewa. Kiswahili ni nini? Kuvimbiwa. Taala mmoja anasema kuvimbiwa. Sasa mtu aliyevimbiwa, jamani, kwanza sio akukaa karibu naye. Akipumua ina maana ya kwamba chakula kizuri ambacho kilikuwa kitumike kujenga mwili wako kimegeuka kuwa sumu. Shida ni nini? Ni kwa sababu ukula kwa kiasi. Na ndiyo maana neno kiasi katika tafsiri ya Kibiblia lina maana ya kutumia kwa halali yale yote ambayo Mungu ameruhusu tuyatumie, uyafanye kwa viwango vinavyokubalika. Maana kuyafanya tofauti yataidhuru afya yako, hata kama yalikuwa ni halali kufanywa, lakini kwa sababu yamefanywa si katika viwango vinavyokubalika, bado yataiathiri afya yako. Lakini pia na kutokutumia kabisa chochote ambacho Mungu amekataza. Na jambo muhimu lingine la mwisho katika swala la kuwa na afya njema ni kumwamini na kumtegemea Mungu. Tuishi maisha ya kumwamini Mungu, tuishi maisha ya kumtegemea Mungu. Mambo haya yakifanywa, basi tutakuwa na afya njema. Nimalizie kwa kusema ya kwamba jambo la 4 ambalo Mungu anatamani kuona katika maisha yetu, na tukilitumia vizuri, na ambalo tunawajibika kwalo kwake, ni swala la matumizi ya wakati wetu, matumizi ya muda wetu, matumizi ya muda. Niambia ya kwamba tunawajibika kwa mambo makubwa 4. Jambo la kwanza, kwa miili yetu. Jambo la pili, kwa mali zetu. Jambo la 3, kwa talanta zetu. Lakini jambo la 4 ambalo kwa hilo tunawajibika kwa Mungu ni matumizi ya wakati wetu. Kumbuka, katika majaliwa tuliyopewa na Mungu ni wakati peke yake ndiyo Bwana ametupatia wanadamu wote sawasawa. Ametupatia wakati wa siku moja yenye masaa 24. Hakuna aliyepewa zaidi wala aliyepewa pungufu, lakini tofauti inakuja tu kwa namna tunavyotumia wakati wetu. Kwa kutumia wakati wetu vizuri, tunaendelea kubarikiwa, na kwa kutumia wakati wetu vibaya, tunaendelea kufukarika na kuwa hohehahe na omba. Na Mungu anatamani kuona tukitumia wakati wetu vizuri. Kwa nini? Kwa sababu kuutumia wakati uliopewa na Bwana vibaya utakupa hasara kwa maisha haya, na hata hasara kwa ajili ya umilele unaokuja upesi. Niwakumbusha ya kwamba wakati ndio kipengele muhimu katika kila jambo unalolifanya duniani. Wakati ndicho kitu muhimu katika kila jambo unalolifanya duniani. Iwe ni katika kula, iwe ni katika kunywa, kufanya kazi, kufanya biashara,
shughuli za ufundi na shughuli nyinginezo, huko kwenye kusoma. Naam, wakati ndicho kitu muhimu, ndicho kitu muhimu. Na wakati tulionao, kumbuka, hauwekwi akiba. Huwezi kusema sasa kwa sababu jana nililala mchana wote usifanya kazi, ule muda nimeutunza nitautumia kesho. Wakati uliopotezwa huo umepita kwa umilele, huwezi kurudisha tena. Yaani habari ni hii, kila mmoja wetu unapofika jioni, Mungu anakuwekea kwenye akaunti yako ya wakati masaa 24. Sasa ulale tu, yenyewe yatakwenda. Wajibike kufanya kazi, yatakwenda. Ikifika jioni, akaunti inasoma 0, yanawekwa mengine 24. Hakuna akiba ya wakati inayotunzwa. Hakuna. Si kama fedha. Mbona unasema sasa ngoja niweka akiba, nitaitumia wakati fulani huko mbeleni. Hapana. Wakati wenyewe unakwenda. Wenyewe hausubiri. Wenyewe unakwenda bila kusubiri chochote. Na wakati uliopita haurejeshwi tena. Unajua, unaweza kupoteza afya yako lakini ukairejesha kwa kupata tiba. Unaweza kupoteza mali lakini ukairejesha kwa kufanya kazi kwa bidii. Lakini sekunde iliyopotezwa, dakika iliyopotezwa, saa iliyopotezwa, hiyo imepita kwa umilele. Na kwa sababu hiyo tunatakiwa tutumie wakati wetu kwa uangalifu. Kumbuka, wakati tulio nao, mmiliki wa wakati wetu jamani ni Mungu. Na sisi tunaaminiwa tu kuwepo duniani. Wengine ndio maana anazaliwa siku hiyo amekufa, amepewa tu masaa, wengine siku moja, wengine mwaka mmoja, wengine ndani ya miaka 10, miaka 50 na kadhalika. Kwa hiyo tupo kwa muda mchache duniani. Na kwa sababu hiyo tunapaswa kutumia wakati wetu vizuri. Wakati wetu vizuri. Na kama kuna kitu pia ambacho Mungu anapokuja atatutaka tutoe taarifa ya namna tulivyokitumia kwa usahihi zaidi, ni namna tulivyotumia wakati wetu. Nirudie kwa kusema ya kwamba mafanikio unayoyaona katika maisha yako, yani jinsi ulivyo na jinsi nilivyo mimi, ni matokeo ya namna ninavyotumia wakati wangu. Jinsi ulivyo na jinsi nilivyo, jinsi tulivyo, ni matokeo ya namna tunavyotumia wakati wetu. Jinsi tulivyo hapa, na wale wengine wanatusikiliza, jinsi ulivyo wewe unayetusikiliza na kutufuatilia, ni matokeo ya namna unavyotumia wakati wako. Kwa kuutumia wakati wako vizuri, kwa kazi na kwa mambo mazuri, Bwana atakubariki, Bwana atakuinua, Bwana atakufanikisha. Lakini kwa kutumia wakati wako vibaya na kwa mambo ya ovyo, utashangaa unaendelea kufukalika na kuwa hohehae na hata omba, mambo ambayo Mungu hakuyakusudia tuwe nayo katika maisha yetu. Kwa hiyo mambo makubwa 4 ambayo kwa hayo tunawajibika kwa Mungu. Moja, kumbuka tunawajibika kwake kwa uwakili wa miili yetu. Jambo la pili, tunawajibika kwake kwa uwakili wa mali. Jambo la tatu kubwa, tunawajibika kwake kwa uwakili wa talanta. Na jambo la 4 kubwa, tunawajibika kwake kwa uwakili wa wakati. Na ili tuyafanye haya yote kwa uzuri, najua peke yetu hatuwezi, lakini yupo msaidizi. Mungu yuko tayari kutupatia Roho Mtakatifu ili atusaidie. Hakikisha kwamba tunazingatia maelekezo yake, tunayaishi mapenzi yake, tunayafanya yale anayotaka na kukataa kila jambo analokataza katika maisha yetu, katika swala zima la uwakili wa miili yetu, katika swala zima la uwakili wa mali, katika swala zima la uwakili wa talanta, na katika swala zima la uwakili wa wakati. Na tukiyafanya hayo kwa uzuri kama mapenzi ya Mungu yalivyo, tutaona baraka zake kwa maisha haya. Na baadaye Yesu anapokuja atasema, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya Bwana wako.
Wangapi wanatamani wasikie maneno hayo Yesu akiyatamka juu yao siku anapokuja? Punga mkono wako, punga mkono wako, punga mkono wako. Bwana akubariki, Bwana akubariki, Bwana akubariki. Tusimame tupate kuomba. Nimwalike mwinjilisti na mchungaji Eliza aweze kuja kutufungia kwa ombi. Karibu, 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 karibu sana. Tuombe. Asante Baba muumbaji wa mbingu na nchi na bahari, vinavyoonekana na visivyoonekana, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa namna ya pekee kumtumia mtumishi wako kutukumbusha wajibu wetu. Baba, tumejipima na kuona tumepungua. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akatusaidie kutenda na kutekeleza haya yote tunayojifunza, ili tuweze kufaa katika ulimwengu huu na ule ujao. Bariki vipindi vinavyofuata, bariki wanasemina wote, tusaidie Mungu. Roho wako akawe mwalimu na kiongozi wetu. Wale wenzetu ambao hawajaja, wasaidie Mungu wetu kuona umuhimu wa kuwa katika semina hizi. Kuwa pamoja nasi ukituongoza katika jina la Yesu. Amina.